Kuitwa mzazi ni kazi ngumu sana. Kuwa mlezi ni kipaji. Kuwa msimamizi ni wito kwa watoto wetu. Tukiwa nao hao watoto, ninaomba tuwalee kwa upendo sana. Tuwafundishe hekima, maadili, maarifa. Watoto wanapita kwenye mambo mengi sana. Watoto Mungu asimame nao asiwaache. Tujaribu kulia na Mungu kusema kwa ajili ya watoto wetu ndio kizazi kijacho. Sijui, sielewi. Dunia jinsi gani imefika hapa, kwa nini sijui. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa rehema ya Mungu, Mungu atuongoze sana. Mungu atusimamie kwa hili. Mungu atuongoze sana. Kwa maana hatuwezi sisi wenyewe. Hatuwezi sisi wenyewe. Kama sio Mungu mwenyewe aweze kutusaidia. Kama sio Mungu mwenyewe aweze kutuongoza, mimi na wewe tusiposimama imara kuwatunza watoto wetu, kuwalinda watoto wetu, kuwaongoza watoto wetu, itakuwa ni bure. Watoto wanapitia changamoto mbalimbali, ikiwa ni majumbani, ikiwa ni shuleni. Watoto hawa hawasemi matatizo yao, shida zao huko wanakoishi, shida wanazopitia. Lakini sio tu hivyo. Kuna watoto tena ni watoto yatima wanayotembea mitaani, wanaotembea kuzurura huku na huku. Ukikaa kibinadamu, wewe tu mzazi ulio na mtoto wako ambaye unamlea, ambaye angalau unapambana kumpa chakula, lakini unaona jinsi gani ambavyo wewe mwenyewe kama mzazi unapiga kichwa, unapambana kwa ajili ya huyu mtoto apate kula, huyu mtoto apate kula, huyu mtoto apate kulala, huyu mtoto apate mavazi, huyu apate na huduma zingine za kimsingi. Sasa huyu yatima, huyu ambaye amepewa jina anaitwa chokora, anazunguka tu mitaani, hana pa kujishikilia. Hebu fikiria unapomwona mtoto kama huyu. Hebu fikiria kwanza. Hapana, kwamba utu umekwisha, sio maana yake. Nini maana yangu kuomba? Tusimame imara, watu kubadilika. Tuwaone hawa watoto ndio watoto wa taifa ambalo linakuja. Tuwalee hawa watoto katika upendo. Tuwafanye watoto kuwa wa kwetu. Kuna watoto wengine wanapitia changamoto, hawakutaka, hawakupenda, lakini ndo mapito yameshakuwa hivyo. Tuwaombee sana watoto, Mungu aweze kuwawekea ulinzi. Changamoto wanazopita nazo, Mungu